Hosea 1 mstari wa kwanza mpaka wa 4, na Hosea sura ya 3 mstari wa kwanza, na Yeremia 2:20, Yeremia 3 mstari wa kwanza. Kibiblia ukahaba ni kuabudu miungu mingine. Kuna Mungu unamjua anaitwa Jehova, lakini kuna Mungu mwingine unamwabudu. Sasa kwenye nyakati zetu za leo, sio watu wengi sana wanaabudu mizimu. Mwingine ni Mkristo, najua kuna mizimu anataka kuiabudu, anaweza siwe na mganga, lakini kitu chochote kinachochukua nafasi ama muda wako zaidi ya Mungu, hiyo ni madhabahu nyingine, huyo ni Mungu mwingine. Tukasema Mungu mwingine anaweza kuwa ni kazi yako. Nikawaonyesha mfano mmoja, niliwahi kuwasimulia mfano mmoja. Dada ambaye alikuwa muombaji sana pamoja na sisi hapa ndani, siku moja akapata kazi. Alikuwa muombaji ambaye mpaka Mungu anasema naye kwa unabii. Nikisema unabii mnaelewa, hakuwa nabii, ila alikuwa akikaa kwenye maombi, Mungu anasema naye kupitia unabii, kutumia unabii. Mungu alikuwa anamtumia kusema na sisi. Mungu akambariki, akapata ajira. Kwa sababu niwaambia, moja ya kitu ambacho kinawafanya watu walale rohoni wanapopata kitu kizuri, muujiza fulani. Bwana Yesu asiwe. Mtoto tafsiri yake ni muujiza. Mtoto tafsiri yake ni kipawa, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Una kipawa kizuri ama Mungu amekujalia kitu kizuri, mtu anajisahau. Tunasema wengine baada ya kuolewa wakaanza kusinzia rohoni. Wengine baada ya kupata watoto kimwili kabisa, amezaa mtoto kwenye ndoa yake, akaanza kusinzia rohoni. Mwingine baada ya kupewa cheo akaanza kusinzia rohoni. Kwa sababu moja ya hasara ya kupewa cheo ni ukishapewa cheo, kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya kwa ugumu, sasa hivi unakifanya kwa wepesi. Una watu unaweza kuambia nenda, akaenda, njoo, akaja. Sasa ule ugumu uliokuwa unakupelekea kuomba, hauombi tena, kwa sababu sasa hivi cheo chako kimekupa access. Kuna mtu ananisikiliza sawa sawa? Wengi baada ya kurahisishiwa mambo wakaanza kusinzia kiroho. Bwana asifiwe sana. Sasa huyu dada alipopata ajira, ile ajira ilikuwa na kitu kinaitwa overtime. Ajira yoyote kwa kawaida iwe inatakiwa iishe saa 10, mida ya kazi ni saa 10 mpaka saa 11 ikizidi sana, lakini wengi ni saa 10. Sasa akapewa kitu kinaitwa overtime, kitu ambacho mwanzoni wakati anaanza alikuwa anaenda kazini ndani ya mwezi mmoja, miwili, mitatu ya mwanzo, anakuja jioni mnamwona yupo kwenye maombi, saa 1, saa 2 tunaomba naye tena. Baada ya kupata ajira akaanza kusema naitaka na overtime, akaanza kuchukua na overtime. Overtime ilikuwa inamtoa saa 12 mpaka saa 2 wakati mwingine. Bwana Yesu asiwe. Ghafla tukaanza kumuona maombi yale ya jioni tena hana, muda wa maombi ya pamoja hana. Baadaye tukaona amepotea kabisa kanisani zaidi ya miezi mitatu, baadaye mpaka miezi 6. Tukasema tumtembelee, kwa sababu wakati yuko na ajira, hii kauli watu wengi wao wanaitumia kanisani. Anakwambia, anasema tumishi, tuko pamoja, michango yoyote nishirikisheni. Na kweli tulikuwa tukimwambia michango ya vijana anatoa bila shida, michango ya kanisa anatoa bila shida, lakini availability yake ilikuwa ngumu, upatikanaji ulikuwa mgumu. Bwana Yesu asiwe. Tukasema labda ni kawaida, sisi tunasema labda ajira, sisi wengine hatujui mambo ya ajira. Lakini baada ya miezi 6 tukaenda kumtembelea nyumbani kwake, kama miezi 6 au 5 baada ya kupotea, tukakuta ni mjamzito na hana ndoa. Tukamkuta ni mjamzito na hana ndoa. Aliyekuwa mwombezi, aliyekuwa mwombaji, aliyekuwa anatoa unabii, leo hii amezaa nje ya ndoa au kabla ya ndoa. Ni kabla ya ndoa. Bwana Yesu asiwe. Amezaa kabla ya ndoa. Tukajisikia huzuni moyoni, lakini tukamtia moyo. Lakini tangu wakati huo akakosa ujasiri tena wa kuja kanisani. Akaanza kutafuta makanisa mengine ya kuambatana nayo. Kwa nini? Kwa sababu akikumbuka ile picha yake ya kwanza alivyokuwa active na vile ambavyo kanisa linamfahamu alivyokuwa active. Mnanielewa sawa sawa? Akijatazama sasa anaona aibu kwa kabiri wapendwa wenzie. Na hiki kitu wanawaambia siku zote, na leo nawakumbusha tena. Usikubali dhambi itengeneze hofu ya kuja kanisani. Unaweza ukaacha kufanya huduma kwa muda, lakini usiache kuja kanisani. Kwa sababu moja ya furaha ya adui ni pale ambapo unatenda dhambi na kanisani hauji. Manake hauna matumaini ya kupata msaada siku yoyote. Ukikosea, ukiendelea kuja kanisani, haturuhusu tu kuendelea kufanya huduma. Bwana Yesu asiwe. Lakini unapoendelea kuja katikati ya kusanyiko, Mungu atatumia neno lake kukusaidia, kukuponya, kukurekebisha. Utasutwa kwa mahubiri. Hata kama mhubiri hajui historia yako, lakini utasutwa, utasemwa, utasimangwa, utasema mhubiri kama alikuwa anahubiri mimi. Ndio, ni wewe Mungu alikusudia uhubiriwe. Ni nini? Anataka utengeneze. Nani leo watumishi wa Mungu? Bwana Yesu asiwe. Ukiona umekosea usiseme itakuwaje. Endelea kuja.
Ndio maana hata wale watu wanaotengwa na makanisa huwa tunatamani kuwa karibu nao, na tunakuwa karibu nao ili nini? Kuatia moyo. Lile kosa lisiwakoseshe ujasiri wa kuendelea kukaa kwenye ushirika. Kaa lililozimika huwa linawashwa moto kwa kuwekwa katikati ya makaa yenye moto. Unanisikia ninachokisema? Kaa lililozimika huwa linakamata moto kwa kuwekwa katikati ya makaa yenye moto. Bwana asifiwe sana. Asiwepo kuanguka kwa damu ya Yesu, asiwepo kurudi nyuma kwa jina la Yesu, asiwepo kuishia njiani kwa jina la Yesu. Nimesema kwa jina la Yesu ali hai. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo makahaba maana yake ni watu wenye madhabahu zingine. Mingine madhabahu yake nyingine ni simu yake. Simu siku hizi imekuwa Mungu kwa watu wengi. Simu za mikononi zimekuwa Mungu kwa watu wengi. Mtu anakuwa nayo nyumbani wakati wote, anaongea na watu nyumbani yuko na simu, anaongea na watu ofisini yuko na simu, anaongea na watu barabarani yuko na simu, hata usiku analala anakiwa na simu ameshikilia. Ukimuuliza ana muda gani wa kukaa na Mungu kwenye maombi, hana tena. Simu ni madhabahu nyingine. Sasa kila madhabahu nyingine inapoinuka, Mungu huwa anajificha. Bwana Yesu asiwe. Kuna aina ya matokeo kwenye maisha yako hayataonekana kwa sababu Mungu hataruhusu uwe na ushuhuda ya kwamba pamoja na kwamba una muda mwingi wa vitu vingine, bado Mungu anafanya miujiza. Mungu hayuko tayari kukutoa utukufu namna hiyo, kwa sababu hutakuwa na uhakika katika ushuhuda wako. Wewe mwenyewe hutakuwa na uhakika. Mungu hataruhusu ujenge ushuhuda kwenye msingi ya kwamba inawezekana usiombe sana na Mungu akafanya. Mungu hataruhusu mtu aseme hivyo. Mnanielewa sawa sawa? Yes. Yes. Maisha ya maombi, maisha ya neno, maisha ya utakatifu, maisha ya kumpa Mungu kipaumbele, awe priority. Na alivyokuwa serious kwenye kupewa kipaumbele, anasema kama hujamchukia baba na mama yako, bado haufai kuwa mwanafunzi wangu, haufai kunifuata. Imagine huu mfano jinsi ulivyo mgumu. Anasema ili unifuate lazima umchukie baba yako na mama yako, ili unitumikie. Sasa wengine wanasema ina maana nimchukie. No, anamaanisha yeye apewe kipaumbele zaidi ya baba yako na mama yako, zaidi ya mtu yoyote wa nyumbani kwako, apewe yeye kipaumbele. Anasema ukiweza hapo umequalify. Mara pengine akasema ujikane nafsi yako. Maana kila kitu ambacho kinaonekana kina nguvu kinaweza kimeteka nafsi yako, yeye awe wa kwanza. Uwe na uwezo wa kusema leo ninaacha kitanda, ninakesha kwenye maombi. Hata kama ni nyumbani kwako, leo nalala chini kwa sababu nipo kwenye maombi ya siku 12. Naacha kitanda kwa muda, nataka nilale kwenye mkeka. Bwana asifiwe. Yeah. Kwa nini? Unaikosesha nafsi raha. Kwa sababu moja ya tafsiri ya maombi ama kufunga ama kumtafuta Mungu ni kuifanya nafsi yako iwe kwenye dhiki, kuinyima raha nafsi yako kwa ajili ya Mungu. Huko ndiko kutembea na Mungu. Bwana Yesu asiwe. Kanisa la Kristo, Bwana asiwe. Amen. Naomba nimpe nafasi mtu wa mwisho kabla sijakupa ujumbe mfupi wa leo tunapomalizia kufunga hii somo, alafu tutaomba pamoja. Mwingine anayekumbuka tafadhali, karibu. Nimepata watu watatu. Bwana asiwe sana. Grace, ulikuwa wapi? Au kwepo? Na mlikuwa mnaandika? Sisi naona mnaandika wengi. Bwana Yesu asiwe. Moja ya kusema ulichofundishwa, faida yake mojawapo inakusaidia hutasahau. Ukishaongea hautasahau. Lakini kitu kingine ni kukumbushe, ukifundishwa na mchungaji kama leo hivi unavyofundishwa, ukitoka hapa tafuta mtu wa kumfundisha. Tafuta mtu mwambie, sikiliza, kaa hapo chini kufundisha kitu. Bwana Yesu asiwe. Ukiongea huwa inakaa ndani yako zaidi. Unaweka alama, hautasahau. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza kwa habari ya kuamka kiroho, kuamka kwa kiroho. Naomba kama ukuandika, andika hii sentence. Mungu hampi kitu kizuri mtu aliyelala katika roho. Kila kitu kilichochema anapewa mtu aliye macho. Kila kitu kilichochema Mungu humpa mtu aliye macho kiroho, kwa sababu aliye macho ana uwezo wa kulinda, aliye macho ana uwezo wa kutunza, aliye macho ana uwezo wa kukiangalia kisipotee. Yes. Na kwa nini Mungu ametoa mfano wa makahaba wawili? Wafalme wa kwanza 3, nimeshakupa ile andiko. Anaonyesha Mungu alitaka ujifunze hasara ya mtu ambaye hayuko macho anapopewa kitu cha thamani. Mtoto ni kitu cha thamani.
Mtoto inaweza ikawa anamaanisha ajira ulioipata madhabahuni. Mtoto inaweza ikawa inamaanisha ndoa ulioipata ukiwa ndani ya mahusiano na Mungu. Mtoto inaweza ikawa inamaanisha ni kipawa kizuri ulicho nacho. Sasa Mungu anataka kuona kwamba hasara za mtu aliyepewa kitu kizuri anapolala katika roho, anapokosa kuwa macho katika roho. Nikasema kuwa macho kiroho haimaanishi mtu anaweza kuwa macho kiroho, haimaanishi kwamba hautalala usingizi usiku. Hapana. Kuna mtu anaweza akawa amelala usiku lakini rohoni yuko macho. Utajuaje? Ukiona unaota ndoto mbaya ukaamka, maana yake roho yako yuko macho, uko macho rohoni. Kuna mtu hata akipigwa vita vya kiroho kiasi gani hapati taarifa yoyote, iwe ni kwa ndoto, iwe ni kwa kukosa amani, iwe ni kwa msukumo wa kuingia kwenye maombi, sio jua anaombea nini. Unajua moja ya dalili ya kwamba uko hai rohoni ni kuna wakati, kuna siku tunajikuta unasikia msukumo wa kuomba, hujui unaombea nini, unaishia kunena kwa lugha, unajisikia tu kufanya hivyo. Kuna kitu tunakishughulikia katika ulimwengu wa roho. Moja ya signal ya kwamba spiritually you are awake, uko macho kiroho. Mnanielewa vizuri? Amka tu, amani imepotea, amani imepotea, umekosa amani, unajisikia mzito ndani, ni moja ya dalili ya kwamba uko macho kiroho. Kwa unaposema unaota ndoto mbaya, umekurupuka usiku, Mungu wangu, hii ndoto ya leo sijawe, unaanza kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, uko hai rohoni. Ni dalili ya kwamba uko hai rohoni. Bora uote ndoto mbaya kuliko kutokota kabisa. Amina. Amina. Siku moja niliona nakufa kabisa. Nililala nikaanza kuona mwili wangu hakuna kitu kinachotembea. Yaani nikitaka kuinua mkono siwezi, nikitaka kuinua mguu siwezi. Sasa kwani majinamizi ndio nikaanza nawaza hivyo. Kichwa kinafanya kazi, macho yanaona, lakini kuongea siwezi. Unaelewa vizuri? Hivi ndio majinamizi yanavyokuwa hivi. Si ni mwaka 2000 na ngapi? Ni muda mrefu kidogo, nikiwa bado muda mrefu kidogo, muda mrefu sana. 2010 na Bwana Yesu asiwe. Sasa nikitafuta kuinua mkono, naona mkono uinuki. Sasa ni majinamizi ndio hivi, au ndo nakufa? Yani kwenye akili sasa, kwa sababu akili ipo. Au ndo watu wanaparalyze namna hii. Mkono hauinuki. Nikaanza kukemea kwenye kichwa changu sasa, yani kwenye mawazo yangu, kwa jina la Yesu, kindani ndani yani. Yesu. Sauti hatoki hapa, natoa kwa mfano tu, lakini najaribu, nikaona ni kama vile nimeachiliwa, nikanyunuka kama mtu aliye nikasema hii kitu haijawahi kunitokea. Nikaanza kuingia kwenye maombi. Ilikuwa ni usiku, katikati ya usiku. Nikaanza kuomba. Sasa unaomba, kama vile unaongea mwenyewe, empty. Hakuna kamsukumo kokote kukuinua, hakuna. Yani kuna ile ukiomba unajisikia yes, lakini hili ni kama vile unaongea yani unaongea hewa. Mnaelewa sasa? Lakini kwa sababu nilikuwa najua nini kinatokea, nikapotelea mbali. Bwana Yesu asiwe. Kwa damu ya Yesu, nasema tu damu ya Yesu, jina la Yesu, nakupiga wewe roho, nakupiga. Najua kuna kitu kiko hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Nakishughulikia. Nimejifunza kitu kimoja, nikipata na ndoto mbaya, mimi nahisi miongoni mwa watu wanaojua kushughulikia mapepo vizuri. Bwana Yesu asiwe. Kwa sababu kuona maana yake wako hapo hapo. Nasema yes, sasa ngoja na mimi zamu yangu. Mmeniniga. Wanasema kunyiga au kuniga. Kunyiga. Mitaka kuniparalyze, sasa nataka niwanyoshe. Bwana Yesu asiwe. Nikasema hata kama sijisikii kuomba, maneno yangu bado yana nguvu. Nikaanza kukemea ile pepo. Bwana asiwe. Tangu wakati huo, kuna wakati baadaye nikaja hata nikaanza kuomba. Nikasema mbona mimi sisumbuliwi usiku? Nikazimisi ndoto mbaya, nikabisi kutembelewa na wachawi. Nawaambia ni kweli, nikaanza kuomba. Unajua ukiwa na silaha ambazo usitumii mara kwa mara. Bwana Yesu asiwe. Kama nina nguvu za Mungu, hebu kije kitu cha kujifanyia mazoezi. Bwana asiwe. Kabisa nikaanza kuomba Mungu. Nikasema wachawi, hebu nitembeleeni kidogo, nataka nione. Hebu jaribuni kuja nyumbani kwangu, njooni chumba ninacholala. Mnanisikia sawa sawa? Sasa hayo maombi sijui Mungu nayo sio maombi sahihi, hayajawahi kujibiwa. Bwana asiwe. Nilisema moyoni, nataka siku wachawi waje niwaone, nikutane nao, alafu
nifanye practice, nitaka kufanya practical fulani, haijawahi kufanikiwa, haijawahi kufanikiwa. Ngoja niwape siri. Kuna watu waliookoka ambao shetani na mapepo kabla hawajafanya vita na wewe, unanisikia? Kabla hawajafanya vita na wewe, wenyewe kwanza lile andiko wanaliangalia, lile andiko la kwenye Mathayo. Wachawi lazima waliangalia lile andiko la kwenye Mathayo kwamba kabla hujajenga mnara lazima upige hesabu ya hasara na faida. Umenisikia? Kama adui hajafikia mahali pa kupiga hesabu kabla ya kukukabili, manake umelala rohoni. Kuna mtu anaelewa ninachokiongea? Umelala rohoni, hapigi hesabu. Jana tumepata mfano kutoka mhubiri wa ibada ya jioni, akatoa mfano akasema hivi, kwa mfano wa kulola, akasema wakati siku moja ameandaa mkutano, sijui mkoa gani nimesahau, ameandaa mkutano kulola, anahubiri, anasema wachawi 700 walipanga kumpiga akiwa mkutanoni, tena kabla ya mkutano azifanye ile mkutano. Akasema wakaweka misukule 700 chini ya jukwaa la mkutano, misukule 700 na nyoka na majoka yale makubwa machatu, majoka wakaweka chini ya jukwaa la mkutano analosimama. Wakasema wakaanza kumtrace kuanzia anapotokea nyumbani kwake, walikuwa hawamuoni, kila wakimtafuta hawamuoni. Akasema walipokuja kumuona ni alipopanda juu ya jukwaa la mkutano. Alikuwa na ile slogan yake, akipanda anasema Yehova yo. Anasema aliposema yo ile misukule 700 ilikufa pale pale, na yale majoka makubwa yakaonekana kwenye mkutano kama nyoka wadogo. Kwa hiyo washirika wakaanza kuua nyoka, wanaona nyoka wanatokea kwenye jukwaa, kumbe ni joka kubwa katika ulimwengu wa roho, wakauliwa. Anasema waliporudi kwa mkuu wao, aliyepona alikuwa ni yule mkubwa aliyotuma wachawi wenzake, na wale wachawi wote walikufa na misukule yao ilikufa. Mnanielewa sawa sawa? Yule mmoja aliyepona, aliyekutuma wenzake, yeye alikuwa mbali, akaenda kuuliza kwa nini imekuwaje, mbona tumeshinda, tulikuwa wengi. Akasema kwa nini? Mkubwa wao akamuuliza yule mwenzake, akamwambia kwa nini mmeenda bila kuuliza? Si kila mtu analogwa na wachawi wa level yenu. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Kwa hata wachawi wenyewe kumkabili mtu wanaamua mtu wa level gani amkabili nani. Si kila mchawi anaweza paswa kumloga kila mtu aliyeokoka, na kwa kawaida hakuna mlokole anayeweza kulogeka. Si unaelewa vizuri? Lakini katika ulimwengu wa roho kuna kiwango cha uamsho ukiwa nacho kwenye maisha yako binafsi. Bwana Yesu asiwe. Kuzimu ili kukupata wewe au kuikabili ndoa yako lazima wajipange. Hayo ndio maisha tunayotafuta kwako. Hujasema amina? Namtafuta mtu mmoja kumhubiria. Hakuna aliamka hapa ndani nimhubiria, akae karibu. Kameramani ubarikiwe. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Bwana asiwe sana. Hicho ndicho kiwango kinachotakiwa kuwa kwenye maisha yako. Kiwango cha uamsho unachotakiwa kuwa nacho ni hicho, kwamba kabla hawajaanza kukufanyia mabaya, wakitazama rohoni wajiulize, tunaweza kweli huyu mtu tunamudu ama tutakula hasara? Umenisikia sawa sawa? Sio tu kamchawi kakiamka tu. Tena nikasikia mtu mmoja mchawi wa miaka 4, mchawi wa miaka 5 anaangusha gari la mchungaji. Mchungaji yumo kwenye gari anasafiri na kwenda mkoani, sio kwa mwisho wa mwaka, anakwenda kuangalia kusalimia yeye na mke wake na watoto wake kwenye gari. Anakaa tu barabarani, analifanyia shup, ishara tu. Kakika mchawi kama miaka 5 kanaua mchungaji na mke wake na watoto wake wote kwa ajali. Alafu nasema mambo mengine sitaki kumsikia, ni kela kabisa. Bwana Yesu asiwe. Unawezaje kunitumia katoto kakichawi? Kuna mama mmoja, asante Bwana Yesu, wakati tunaongoza maombi ya saa 2, tulikuwa na maombi ya saa 2 mpaka saa 4 mwaka 2017 16 huko nyuma. Alikuwa mama mmoja mwenye mtoto, alikuwa na mtoto wake mdogo, akaokoka, akaanza kujifunza kuomba hapa ndani kama wewe ambao unajifunza. Yule mama siku moja akaja na ushuhuda, ulinibariki sana. Naomba nikusimulie na wewe ushuhuda, nimeukumbuka leo, sijawahi kushuhudia muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema siku moja amekaa nyumbani kwake, ameokoka, alikuwa hajamaliza miezi 6. Naomba unisikilize vizuri, ila alikuwa na bidii sana kuhudhuria vipindi vya maombi ya saa 2. Siku moja akiwa nyumbani kwake anaandaa chakula cha jioni, anasema akaja kapaka kadogo kanalialia pale
mara kanataka kuingia ndani. Anasema sasa wakati anaona paka analialia rohoni mwake akakosa amani. Mtu aliye macho rohoni, umenisikia sawa sawa? Mtu aliye macho katika roho maharutusika kacha kapaka kanalialia moyoni mwa roho akakosa amani. Akasema sauti kamwambia huyu sio paka. Sauti kamwambia ndani huyu sio paka wa kawaida. Anasema nikaanza kukemea. Akaanza kukemea Mzambarauni hapo, mtaa mmoja tu Mzambarauni, anakemea kwa jina la Yesu, kwa jina. Anasema alipoanza kukemea, anasema kale katoto, kale paka kadogo kakabadilika umbo, kakawa mtoto. Naongea na mtu hapa ndani. Hela, mimi mchungaji haijawahi kunitokea hiyo scenario, ingawa natamani scenario za namna hizi nitokee ili niwe na vitu vya kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipoona napata ushuhuda kwa mtu ambaye ninamfundisha maombi, umenisikia sawa sawa, ikanitia moyo kitu kimoja, kwamba level yangu si ya kupigana na watoto wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu hapa ndani. Unajua kuna level ya mshirika naye kabla usiku, huyo ni bado ni mtoto mdogo rohoni aliyeokoka. Kwa kabla usiku ni watoto wadogo. Nimesema kwa kabla usiku, yaani unaamka usisimulie kabisa, sawa? Maliza hivyo vitu koko, usije ukasimulia hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni level ya watoto wadogo. Bwana asifiwe. Yes, ukikomaa sana kiroho, adui anaacha kukuwinda. Uchawi unakuwa sio shida kwako. Nimeshakwambia unapokomaa, unapokuwa hai sana rohoni, huwa unatafuta kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza, fedha. Jambo la pili, jaribu la fedha, tamaa ya fedha. Jambo la pili, kiburi. Jambo la tatu, zinaa. Unatafuta kwenye mambo matatu. Ukishavuka huko kwa hawa, umenisikia sawa sawa? Kwa hiyo ukiona bado unahangaika na ndoto za usiku, sio ndoto. Ndoto haina shida, ila ile mtumishi ninakabwa bado endelea kukua, na sio kwamba una dhambi. Bwana Yesu asiwe. Unatakiwa ufanye mazoezi, endelea kuongeza mazoezi. Bwana asiwe. Endelea kujinoa. Bwana Yesu asiwe. Naongea na mtu bandani. My God, Bwana atupe ufahamu. Nimesema Bwana atupe ufahamu. Kwa hiyo Mungu anampa vitu vizuri. Kama unaomba kipawa kizuri, kama unaomba kutumia kwa viwango vizuri, jifunze kuwa macho rohoni. Kuwa macho rohoni. Mungu hatakupa kitu cha thamani kama hauko macho. Usisahau. Usisahau. Amina watumishi wa Mungu. Amina watumishi wa Mungu. Kwa nini Mungu aliruhusu mfano wa wale makahaba wawili? Alitaka kuona hasara ya ile andiko linalosema usiwape lulu nguruwe. Usiwape lulu nguruwe. Usitupe lulu kwa nguruwe. Usitupe lulu kwa nguruwe. Ule mfano wa lulu kwa nguruwe ni unahusiana na historia ya kahaba aliyepewa mtoto. Unawezaje kumpa kahaba mtoto? Mwanamke ambaye anaishi kwa kutoa mwili wake, unawezaje kuamini kwamba anaweza kalea vizuri mtoto wake? Mungu anataka tujifunze kwamba lulu kwa nguruwe, ukimpa nguruwe kitu kizuri atakiharibu. Bwana Yesu asiwe. Ndio maana mmoja aliua mtoto wake kwa kumlalia na mwingine akaibiwa. Wengine wanaibiwa vitu vizuri, nyota nzuri, kipawa kizuri. Tunasema wamama, naomba mnisamehe leo nahitimisha. Kwa hiyo nataka niseme vitu vingi ili wewe uwe na ufahamu wa kutosha. Bwana Yesu asiwe. Wamama, wakati mtoto wako, baba au mama, unapoenda kujifungua hospitalini, lazima ujue wakati wa kujifungua ndio wakati rahisi zaidi wa mtoto anayezaliwa kuibiwa hatima yake, kuibiwa utukufu wake, kuibiwa ile taa yake. Ndio maana haturuhusu kila mtu tu yoyote ama mahali popote tu ashike mtoto. Yule mtu wa kwanza anayeshika mtoto anamata kwenye maisha yako. Ndio maana maombi ni muhimu kwa mtu aliye na mtoto, aliye na ujauzito. Kuomba sio tu kuombea usalama wakati wa kujifungua, lakini kuombea ile mikono ya kwanza inayompokea mtoto. Usisahau. 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 Lazima uwe macho. Maandiko yanasema hatukosi kuzijua hila zake. Kwa maana hatukosi kuzijua, ule uwezo wa kujua hila za adui, maana uko macho rohoni. Haujisahau. Nikasema wengine wanaibiwa hatima zao kwa kupewa pesa. Unapewa pesa, unajiuliza ulishawahi kushika pesa vizuri tu na mambo yake, lakini kuna aina ya watu ukiwakopa pesa haupati pesa ya kuwalipa, na unakuwa mtumwa wake kwa miaka mingi. Kuna aina ya kampuni, kuna aina ya zinaitwaje hizo taasisi za fedha, Bwana asiwe, ambazo unashangaa watu wao ni watu tu wa kuchukua mali za watu.
lazima ifikie mahali mtu achukuliwe nyumba, achukuliwe makabati, achukuliwe TV zake kwa kushindwa kulipa. Unapopewa pesa huwa una exchange. Wengine ukiwa udhaifu unabadilishiwa, wanachukua kitu kizuri ulicho nacho. Unashangaa ule ufanisi uliokuwa nao kwanza unapungua mara tu baada ya kuingia kwenye mkopo fulani. Unafikiri kawaida? Sio kawaida, kwa sababu pesa ni ya kiroho. Nataka uwe macho kwa jina la Yesu. Nasema uwe macho kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asiwe. Ndio maana mtu mmoja akasema, mwenye hekima, si kila pesa ya bure unatakiwa kuikubali. Na mwingine alisema neno gumu ambalo hata mimi mwenyewe nawaza kama nitaliweza. Akasema, ukiokota pesa, umeokota milioni 5 barabarani, ukiikuta milioni 5 barabarani, iache, usichukue. Hilo sina hakika mimi nitaliweza. Lakini akasema, alikuwa na maana. Bwana Yesu asiwe. Maana yake ni kwamba pesa yoyote ya bure utailipia. Utailipia tu. Haleluya. Ukiona milioni 20 barabarani, iache kama hujaifanyia kazi. Itakupatia madhara. Naomba Mungu anisaidie kulipa hiyo hekima. Bwana asiwe. Kwanza siku hizi kuokota hela hamna. Utaokota wapi hela? Zamani tulikuwa tunaokota pesa. Unatembea unaokota, kuna ile shilingi 20 ile. Unajua shilingi 20 ile ya naniu? Nilikuwa naiokota sana zile 50 miaka ya zamani, na zilikuwa na thamani kidogo. Bwana Yesu asiwe. Siku hizi kuokota pesa ni ngumu. Ni coincidence sana. Bwana asiwe. Lakini alikuwa na maana kwamba kwa nini? Mnajua tunapotoa sadaka. Okay. Asante Yesu. Nisikilize leo. Hata unapotaka kuwasaidia wale watu wa barabarani wale wanaomba pesa, sikiliza ndani yako kwanza. Usitoe kwa sababu una change. Unapotoa pesa unautoa moyo wako. Ni moyo wako unatoa. Na anayekupa pesa anakupa moyo wake, na anakupa Mungu aliye naye kwenye hiyo fedha. Nataka uwe macho kiroho. Bwana Yesu asiwe. Nasema tena, mtu akikupa pesa, moja, moyo wake; pili, anakupa Mungu na agano la Mungu wake ambalo yuko naye kwenye hiyo fedha. Unalipokea. Ndio maana si kila watu wanaotangaza wanagawa pesa wanatakiwa uende, kwa sababu wengine wanaogawa pesa, wewe unafikiri anasaidia watu. Hasaidii watu, anakamata hatima za watu ili zimfanikishe kwenye biashara zake. Anagawa pesa, watu wanapanga mstari wanaenda kuchukua pesa. Kila wanachukua pesa hakuna anayefanikiwa hata siku moja. Maisha yao bado yako vile vile. Unasubiria awamu nyingine ya kupewa pesa. Kila siku wanasubiria ile awamu ya kupewa pesa. Kwa nini? Wamefungwa na fedha za bure. Pesa yote sio tolia jasho, sio nzuri sana. Naongea na mtu hapa ndani. Uwe macho. Bwana Yesu asiwe. Nazungumzia spiritual awakening, uamsho wa kiroho. Uwe macho rohoni katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asiwe. Yes. Uwe macho kwa kiwango ambacho jifunze kujua kila watu unapokuwa nao karibu, nini kinatokea unapokuwa nao karibu aina fulani ya watu. Lazima uwe macho rohoni. Kuna aina ya watu ukikaa nao karibu, mambo mabaya yanaanza kutokea kwenye maisha yako. Na kuna watu ukikaa nao karibu, mambo mazuri yanatokea kwenye maisha yako. Lazima ujue. Unajua tu hamna wewe, watu wa Mungu ni wazuri. Hakuna watu, Mungu ameumba kila kitu kizuri, lakini si kila kilichoumba chenyewe kime-maintain ule uzuri. Bwana Yesu asiwe. Yes. Kuna mwingine ukikaa naye karibu tu mikosi haikuishi mikosi. Na wengine hata aina ya watu nao wakaribisha nyumbani kwenu huwa wanakuonyesha huo mfano. Kuna mtu siku kimkaribisha nyumbani kwako kaa naye, ndoto unazoota ni mbaya. Hujawahi kuwa makini, hujawahi kujua. Akikaa ndani wiki moja tu, wiki hiyo nzima wewe ni mtu kupigana usiku. Unapigana tu. Fanya moto. Unahangaika tu usiku kucha. Energy amekuja nayo, amebeba energy mbaya. Hujui. Bwana asiwe. Kwa hiyo tunakuwa makini rohoni, tunakuwa macho rohoni, hata kwa kuangalia aina ya watu wa kuambatana nao. Barikiwe sana. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Asante Roho Mtakatifu. Sasa tumesema usingizi wa kiroho unasababishwa na madhabahu nyingine. Kila unapotoa muda kwa kitu kingine chochote, unaanza kufifia katika ulimwengu wa roho. Unaanza kupoteza nguvu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nikasema simu inabidi uitumie, sio simu ikitumie. Kuna watu wanaotumia simu na kuna watu ambao simu zinawatumia. They don't know. Naongea na mtu hapa.
TV, kuna wanaotumia TV na kuna wanaotumiwa na TV. Nikatoa angalizo moja la angalizo iwe macho rohoni, nikawaambia zamani wazazi walikuwa wakati wa chakula. Mimi nimekuta hicho kipindi, ninyi mnazaliwa 2000, Mungu awarehemu sana na Mungu awape ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi hicho kipindi kimenikuta, kipindi ambacho ikifika saa 2 bibi anatukusanya, anaanza kutusimulia habari, hadithi. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa hazikuwa za ukweli zile hadithi, wahusika Chaukalange, Zimwi na bibi mmoja mwenye matongotongo, shaisimulia hizo story. Bwana Yesu asifiwe. Ama sungura na fisi, lakini zilikuwa zinalenga kutujengea kuwa wema, kwamba kuwatendea watu mema. Unanielewa sawa sawa? Na zimetusaidia sana. Lakini walitoa wapi wa Afrika? Ilikuwa ni utaratibu wa kibibilia kuanzia kwa kina Yakobo. Unaposoma Yusufu alikuwa anasimulia watu wake, wazazi wake, ndoto na ndugu zake. Ulikuwa ni wakati ambao familia inakaa pamoja kwenye chakula cha jioni. Mimi nisikia sawa sawa Baba anawashirikisha watoto. Yakobo anawasimulia habari za Isaka, habari za Ibrahimu. Walikuwa wanarithishwa habari za Mungu kwa kusimuliwa zile hadithi. Hapo zamani za kale ilikuwa ni utaratibu wa kibibilia. Sasa hivi wazazi na watoto wanakaa kwenye meza inaitwa dining table, lakini mwalimu wao ni vipindi vya television. Sio tena baba anawafundisha watoto, sio baba anasimulia watoto mambo ya msingi, au mama. Wote baba na watoto, mwalimu wao television, either picha ya Kihindi, picha sijui ya Kistanfiria ama wote ndio wanaowafundishwa, wanakula hapo, wanakula. Kwa hiyo mtoto na wazazi, mwalimu wao ni television au simu. Kwa hiyo mtoto akishamwona mzazi anaangalia, anaamini kile tunachokiangalia kina ukweli ama ni kitu sahihi. Umeelewa sawa sawa? Kwa hiyo baada ya muda anasema, mbona tunaomba, mbona tunaenda kanisani, mbona watoto wetu wameharibika? Wameharibika kwa sababu unawatunza vizuri, ila wanakula chakula kinachotoka kwenye program za television, program za TV. Na wengine nimeona siku hizi wananunulia watoto tablet ili kuwapunguza wasiwasumbue, wanawapa tablet. Anaangalia nini? Anaangalia katuni. Katuni zina nini? Katuni huwa ni image za viumbe vya kiroho vinachorwa kwa njia ya katuni. Ndio maana kuna katuni ya dragon, anatoa moto mdomoni, anapaa, anambawa. Ile ni kiumbe halisi katika ulimwengu wa roho. Kuna katuni ana jicho moja, ni pepo. Kuna mapepo yana jicho moja. Mara katuni sijui anatembea ana mguu mmoja, anatembelea tairi. Ni viumbe vya rohoni, vina zile image za makatuni. Sisi wakati wako tulikuwa tuna katuni za Tom na Jerry, paka na panya. Tunajua huyu ni paka, huyu ni panya. Mnanielewa sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa nini siku hizi wanatumia hizo program? Wanawaandaa watoto ili mtoto wako sasa hivi akiota anaona kiumbe kina jicho moja, anajua kuna katuni wa jicho moja, hana madhara. Wanaanza kuinteract na viumbe vya rohoni kwa sababu tumewazoesha kuangalia kwenye katuni. Wanaona ni vitu vya kawaida kuangalia. Kwa hiyo hata stuka, hata kwambia baba, leo nimeota mtoto mbaya, nimeona kitu chenye jicho moja, kwa sababu kila siku anakiangalia kwenye television, anafikiri ni kawaida. Uwe macho rohoni. Uwe mlinzi wa nyumba yako. Nasema uwe mlinzi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Usingizi wa kiroho unasababishwa na uvivu. Uvivu hautaki kulipa gharama. Hautaki kulipa gharama. Watu wengi wenye vipawa wanakufa kwa sababu vipawa vinakufa kwa sababu ya uvivu. Uvivu unasababisha usingizi wa rohoni. Angalia, una kipawa kizuri lakini hauko tayari kukinoa kipawa chako. Hauko tayari kusoma vitabu. Mtumishi, soma vitabu, omba. Napenda ile andiko la wakati Elia anaamshwa na malaika. Napenda sana. Mungu akupe ufunuo. Malaika anamwambia Elia, amka ule unywe kwa sababu safari yako bado ni ndefu. Ukitafuta tafsiri za Kiingereza inazungumza kitu ninachokipenda sana. Anamwambia kula unywe kwa sababu safari yako ni kubwa mno kuliko uwezo ulionao. Napenda sana hiyo. Safari ni kubwa kuliko uwezo ulionao. So amka ili ule unywe. Maana yake nini? Kama uko hapa na unajua una hatima kubwa, Biblia inapokemea acha kulala kidogo, kusinzia kidogo. Sio tu usingizi wa kimwili. Na nisikia sawa sawa. Kama unaamini unaenda mbali,
sasa hivi anza kusoma vitabu vya kule unakoelekea. Lisha material nafsi yako, kula vizuri. Kama ni mafundisho, fuatilia mafundisho ya kutosha sasa hivi. Kama ni maombi, omba sasa hivi. Maombi ni akiba, na andiko hili linalothibitisha kwa maombi ya akiba ni ile andiko la Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Ndio inamaanisha maombi ni akiba. Anasemaje? Maombi huwa yanakupa rehema, yanadhihirisha rehema za Mungu kwenye maisha yako, na neema itakayokusaidia wakati utakapoingia kwenye uhitaji. Maana yake ni nini? Hautakiwi kuomba wakati una uhitaji. Inatakiwa ukiingia kwenye uhitaji kuwe na maombi ambayo ulishayaomba zamani, ambayo yatakusaidia wakati wa uhitaji wako. Kwa nini? Uliomba maombi kama akiba. Sasa wewe wakati wa kuweka akiba umelala. Tunasema ewe mvivu mwendee chungu. Chungu hana akida, hana kiongozi, lakini wakati wa jua anaweka akiba. Wakati wa jua anakusanya, anaweka. Maana yake ni nini? Wakati huu una amani, anza kuombea ndoa yako. Wakati huu bado una majukumu mengi, anza kuombea watoto wako sasa hivi. Uwe macho, anza kuombea sasa hivi. Elimu ya chuo kikuu ya watoto wako, anza kuiombea sasa hivi. Ndio wakati huu. Paka ukipata kila kitu na wakati wake. No, kwenye maombi hata vilivyokuja vya baadaye unaanza kuviatamia sasa hivi. Kila kitu ambacho naamini Mungu atakitia mikononi mwako, anza kukiatamia kwa maombi sasa hivi. Hiyo ndio namna ya kuwa macho. Anayeomba wakati ana uhitaji haombi vizuri. Anayeomba kabla ya mahitaji ana muda mzuri wa kuomba na kutafakari. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Yesu asiwe. Kanisa Bwana asiwe. Kanisa la Kristo Bwana asiwe. Andika maandiko machache. Wafalme wa pili, nimekupa Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 24 mpaka mstari wa 33. Asante Yesu. Naomba sitasoma, nitakusimulia, ila utasoma kwa wakati wako. Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 33. Maandiko yanazungumzia wanawake wawili tena wengine ambao kila mtu alikuwa na mtoto. Maandiko yanasema njaa ilikuwa kali Samaria, mmoja. Asante Yesu. Simama kidogo mahali ulipo. Simama. 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 Utaka. Simama. 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 Yesu ukila kitu kwangu, Yahweh. Yahweh. Kama unafahamu imba na mimi. Hakuna aliye kama wewe Yahweh. 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 Sema Yesu. Yesu kwangu, Yahweh. 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 Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Kati Wafalme wa pili sura ya 24 mpaka 33 inazungumzia story ya wanawake wawili ambao walikuwa na watoto wadogo. Kwa sababu ya njaa ya Samaria, Biblia inasema mmoja akamwambia mwenzake, tumle mtoto wako leo ili tushibe, alafu mwaka wangu tutamla kesho. Yule mmoja, my God, na Biblia inasema hawakuwa na wanaume. Bwana Yesu asiwe. Na kwa sababu hawakuwa na waume, watumishi wa Mungu, ili niwaambie, pamoja na kwamba tunawatia moyo wale wamama ambao wana watoto hawana waume, lakini ndio maana mimi huwa nawaombea na nawafundisha kila siku, kama mtu ana mtoto na hana mume bado, amuombe Mungu vizuri ampe mume. Mume ni ulinzi. Hao wanawake wangekuwa na wanaume wasingekubali. Mwanaume asingekubali mtu wake atolewe chakula, angeenda kutafuta chakula. Wamekaa wenyewe kwa wenyewe wanalishana ujinga. Mnanisikia? Mmoja anamwambia mwenzake, tumle wako leo, wakwangu tutamla kesho. Huyu mjinga anakubali. Bwana asiwe. Anakubali kumtoa mwanae, wanamla kwa sababu ya njaa. Anakubali, anaamini kabisa huyu wakwake atanipa kesho na tutamla, tutamchinja. Kesho inafika, mwenzake anamwambia hapana, sisikubali. Kesi inafika kwa mfalme. Mfalme anaambia, mfalme, angalia, tulikuwa na njaa wote na mwenzangu. Mwenzangu akaniambia mimi tumle mtoto wangu kwanza, alafu wakwake atamtoa leo. Sasa leo imefika, baada ya kumtoa mtoto wake anatukatalia, hataki tule mtoto wake. Maandiko yanasema mfalme aliposikia hii kesi kipuuzi, akatatua, akalalua mavazi yake. Zamani kuomboleza, moja ya ishara ya kuomboleza ni kuchana mavazi yako mazuri. Umenisikia sawa sawa?
Mfalme akakumbuka hivi, huu mji una njaa, na katika huu mji kuna nabii anaitwa Elisha, tuko naye. Kwa nini tunateseka na njaa wakati nabii tuko naye ndani ya huu mji? Akasema ni bora kusiwe na nabii, hakuna faida ya kuwa na nabii. Akamtuma akida, akamwambia nenda kamtafute Elisha alipo, ondoa kichwa chake, kikimbakia kichwa chake Elisha leo Mungu anifanyie hivyo na kuzidi. Ndivyo mtu alivyokuwa anaadhimia jambo, alikuwa wanatumia hiyo sentence. Baada Yesu asiwe, tuachane sio ya haraka, tuende kwa Elisha kwa sababu ndiye topic yetu. Baada Yesu asiwe, yule akida alipofika mlangoni, nisikilize, mlangoni anagonga, wamefunga mlango kwa ndani, Elisha amekaa na wazee. Alipojua ya kwamba akida aliyetumwa kutoa kichwa chake amefika mlangoni, maandiko yanasema Elisha ndo nabii sasa ndo anaanza kutabiri. Anasema jamani, kesho majira kama haya chakula kitapatikana kwenye lango la Samaria. Hiyo ni sasa ni sura ya 7 mstari wa kwanza na wa pili. Wafalme wa pili sura ya 7. Tumetoka kwenye sura ya 6 tumeingia sura ya 7. Anasema kesho chakula kitapatikana kwenye malango ya Samaria kwa bei rahisi, na maana kitakuwa kingi. Alitumia lugha fulani. Bwana Yesu asiwe. Yule akida akiwa nje akasikia, akasema hilo jambo haliwezekani, hata kama madirisha ya mbinguni yatafunguliwa hilo jambo haliwezekani. Elisha akamwambia wewe utaona, lakini hautakula. Maana utaona muujiza, lakini hautakuwa sehemu ya muujiza. Nisikilize. Bwana asifiwe. Tajifunza wakati mwingine kwa habari ya wanawake waliokula watoto, lakini leo kuna ujumbe kwa habari ya uamsho wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Elia ni nabii mwenye uwezo, mwenye majibu yote, lakini yupo katikati ya mji wenye njaa. Nabii amekaa kimya, anapiga stori na watu. Ngoja nikupe stori kidogo za Elisha. Moja ya stori ya Elisha inasema hivi, siku moja majeshi ya Washami, nafikiri kama sio wa Midian, walikuja ili kupiga Samaria. Yeye akamwomba Mungu awapige upofu wale wanajeshi. Bwana asiwe. Wanajeshi wakapelekwa katikati ya mji, wakazingirwa, wakasamehewa, wakarudi kwao wamenywea, wakanyang'anywa silaha zao. Ni Elisha. Elisha ndiye aliyekwenda kwenye mji uliokuwa unazaa mapooza, akakata kijiti akatupia kwenye maji. Aliweka chumvi kwenye maji. Bwana Yesu asiwe. Yes. Maji yakawa matamu, mji ukaanza kukaa vizuri, ukaanza kuzaa vizuri. Elisha ndiye ambaye shoka lilipotupwa kwenye maji, kuna mpini wa chuma ulitumbukia kwenye mto, akakata kijiti akatupa juu ya ule mto, chuma kikaibuka kikaelea kwenye maji. Sio physics kabisa hiyo. Bwana Yesu asiwe. Ni kinyume na physics. Bwana asiwe. Kikaelea. Ni Elisha. Mnanisikia watumishi wa Mungu? Elisha ndiye ambaye alipiga maji kwa nguo ile ya Elia, Jordan ikaacha njia, ikatenganishwa kama ambavyo alifanya Joshua. Bwana Yesu asiwe. Ni Elisha peke yake. Kwa hiyo tukimtaja Elisha tunazungumzia nabii ama mtumishi mwenye matokeo. Akisema neno lina nguvu. Leo kuna watu wamezingira mji wa Samaria, majeshi wanasababisha njaa ndani ya mji. Elisha amekaa kimya. Kwa lugha ya kiroho tunasema Elisha alikuwa ni mtumishi mwenye potential zote, lakini alikuwa amelala wakati wa uhitaji, kama Yesu alivyolala wakati wa dhoruba. Bwana Yesu asiwe. Na ninakuhakikishia Yesu asingeamka chombo kingepasuka. Kwa nini? Waliomwambia mzee, kwani huoni kama tunaangamia, walikuwa ni watu wenye experience ya uvuvi. Petro ni mvuvi, anajua chombo kikaribia kupasuka ninakijua. Bwana Yesu asiwe. Ndio maana alipojaribu kwa uzoefu, baadaye tunaelekea kufa sasa, huyu jamaa ameendelea kulala hapa. Yesu alikuwa anaonyesha ubinadamu. Ndio maana tunasema Yesu alikuwa 100% Mungu na 100% mwanadamu. Kwa kuna wakati Yesu alitenda kama mwanadamu. Ndio maana maandiko yanasema kuna wakati alilala. Kulala ni tendo la kibinadamu. Kwa Mariamu kule kwa kina Lazaro, Yesu alilia machozi. Kwa kawaida Mungu hawezi kulia. Mungu hawezi kulia. Akitaka kulia anainua waombaji walie kwa niaba yake. Yeye hawezi kulia. Mnanisikia sawa sawa? Bwana Yesu asiwe. Anatafuta watu walilie mji, yeye hawezi kulia. Bwana Yesu asiwe. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana apewe sifa. Mungu hawezi kulia. Lakini maandiko yanasema Yesu akatoka machozi, akalia machozi kwa kina pale Bethania, kwa kina Lazaro. Kwa nini? Alikuwa anakuonyesha kuna wakati Yesu aliact kama mwanadamu. Naongea na watu hapa ndani.
Moja alikuwa ubinadamu mwingine wa Yesu. Maandiko yanasema siku moja alienda kukemea mapepo kama vile wengine huwa mnakemeaga mapepo. Yesu akayauliza mapepo. No, hakuyauliza. Mapepo yakamwambia Bwana, yakampa Yesu shauri na akalikubali shauri. Shauri lile likamgharimu. Unajua Biblia yako vizuri. Maandiko yanasema alipokuwa kwa Gerasi, yani mapepo ya Gerasi akamwambia Bwana, ukitutoa usitoe nje ya mji, tuamuru tuingie wale nguruwe. Pale Yesu alikuwa alidhihirisha binadamu. Ni alifanya mistake. How? Maandiko yanasema alipotoa pepo, watu wa mji walipokuja wakaona hasara yao, wakamfukuza, wakamwambia hatukutaki, umetutia hasara, hatukutaki, ukiingia kwenye mji wetu tutaendelea kupata hasara. Maandiko yanasema wakamfukuza asiingie, akarudi akiishia pale pale. Wahubiri wao wanakuambia Bwana alifunga safari yote kwa ajili ya mtu mmoja. Hapana, mpango wake ulikuwa aingie nchi nzima ya Wagerasi akawahubirie, lakini kuna mistake ilitokea pale ikamzuia asiingie kwa Wagerasi. Lakini kanuni ya Mungu nilikufundisha, huwa anageuza kosa kwa kusudi. Wakati alipozuiliwa yeye kuingia, maandiko yanasema mafuta yakawa juu ya yule kichaa aliyepanda. Bwana asiwe. Maandiko yanasema kwa injili yake miji yote ilimwamini Kristo. Huwa anageuza kosa kwa kusudi. Tuache, sio somo letu leo. Bwana Yesu asiwe. Nataka nikuonyeshe nini. Kuna wakati Yesu alikuwa mwanadamu. Mmenisikia? Mtu mwenye kila kitu yupo ndani ya boti. Dhoruba inatokea, amejisahau, amelala. Nataka nikuhakikishie Yesu alikuwa anaelewa kinachoendelea. Mnanisikia sawa sawa? Lakini hakuwa anachukua hatua. Usingizi wa kiroho unaujuaje kama ni usingizi wa kiroho? Ni pale ambapo unayaona mambo yanatokea, lakini hakuna kitu kinachoamka ndani yako kudili na hiyo changamoto. Ndio maana ya usingizi wa kiroho. Sio kwamba kwa Yesu, sio kweli kwamba Yesu alikuwa hajui chochote. Alikuwa anajua, lakini utayari wa kuchukua hatua hakuwa nao. Hicho ndicho kinachogharimu kanisa la Kristo leo. Kuna watu wengi wana maarifa mengi, lakini hawako tayari kulipa gharama ili yale maarifa yawe kweli. Usingizi wa kiroho. Wanajua kuna kufunga, wanajua kuna kuomba, lakini hawako tayari kuingia kwenye gharama ya maombi, hawako tayari kuingia kwenye gharama ya mifungo, hawako tayari kuingia kwenye gharama ya kwenda kuhubiria watu injili. Lakini wanajua, tunasema wamelala kiroho. Wanaona watu wanapotea, lakini wanaangalia. Wanaona hatari zipo, lakini wanaangalia. Na wengine mbaya zaidi wanachangia kulaumu. Wanakuwa miongoni mwa walalamikaji. Naongea na watu hapa ndani na ni Wakristo. Sijui watu bana hiyo. Mwingine ndani ya kanisa analalamika, mwingine analalamikia nchi, analalamikia rais. Muulize, umemwombea rais kwa muda gani? Hajaomba, lakini makosa anayaona. Umeombea taifa kwa muda gani? Haombi. Unaliombea kanisa kwa kiwango gani? Haombi, lakini changamoto anaziona, makosa anayaona. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Inua sauti kila mmoja, sema Roho Mtakatifu nisaidie. Ndio maana nakwambia moja ya watu ambao huwa wanasumbua makanisa ni watu wenye potential lakini wamelala. Watu wenye vipawa waliolala. Ndio hata wivu, ndio hao wenye wivu ndani ya kanisa. Unajua ukiona, sisemi kwamba kutokuwa na wivu kwamba huna kitu, hapana. Ila kila mwenye wivu juu ya mwingine ng'ata meno kwa ajili ya mtu mwingine ndani ya kanisa au mahali popote pale, ujue na yeye ana kitu, ila kwa sababu amelala kile kitu akijazaa matunda. Ila akimwona mtu anazalisha, anaanza kumchukia, anaanza kumkosoa. Hana viwango, haombi. Watu wote wanaokosoa wenzao hata kwenye mitandao, wao hawana kitu wanachokifanya mbele za Mungu. Wanajua ila hawajachukua hatua. Rako shabahata rima saka rakosia. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Kanisa linalaumu manabii, mitume, wanafanya ishara, wanauza maji. Sasa ninyi ambao hamuuzi maji, lipeni gharama miujiza itokee. Hawalipi gharama, ila wanakosoa wanauza maji, wanakosoa wanauza mafuta, na watu wanashuhudia miujiza. Umenielewa sawa sawa? Wewe usiyelipo, usiyetaka kuuza maji, nenda mahali pa kulipa gharama ili kile kipawa, ile miujiza iwe juu yako. Watu wamuone mtumishi ambaye hauzi maji, hauzi mafuta, lakini miujiza inatokea. Hawataki kulipa gharama. Akitokea mtu pembeni, wanamuonea wivu. Kwa nini? Watu wengi wanaona wivu ni watu ambao na wao potential ziko ndani yao, ila hawako tayari kulipa gharama. Wamelala usingizi, unaitwa usingizi wa kiroho. Hebu sema Roho Mtakatifu nisaidie. Ongea kama mtu anayeomba. Roho Mtakatifu nisaidie. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Elisha
anaona njaa iko ndani ya mji. Nabii mwenye upako na Mungu yuko na roho wa Bwana yuko juu yake, amekaa kimya, ila alipotishiwa uhai ndipo akatamka neno. Bwana Yesu asiwe. Nitamalizia hapo, tutaendelea wakati mwingine kama Mungu akitukubali. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Alipoona kuna hatari imekuja nyuma nje ya mlango, akasema nitakufa kweli. Sasa sikilizeni jamani, kesho majira kama haya chakula kitapatikana. Nabii, ulikuwa wapi muda wote? Miaka 3.5 watu wanakula mavi ya njiwa. Mimi nisikia sawa sawa. Kama mimi ningekuwa na ufahamu nilionao leo, Elisha sijui. Bwana asiwe. Sema mimi sio mkorofi. Unampiga tangu 11. Tumelala njaa, tumekula mavi ya njiwa miaka 3.5. Leo hii kwa sababu umetishiwa uhai, unaona unaenda kufa wewe, ndio naamua kusema kesho. Siku zote hizo ulikuwa unasubiri nini? Bwana Yesu asiwe. Alilala. Kuna usingizi wa kiroho. Unaona kabisa idara ya vijana imedumaa, lakini unaona kabisa nini kifanyiki, lakini hauko tayari kulipa gharama. Unaona kabisa kwa mama kuna kitu kikifanyika, hii idara ya wanawake itakaa vizuri. Na uwezo wa kuona mapungufu yuko nao mtu mwenye mafuta ya kusolve yale mapungufu. Si kila mtu anaona mapungufu. Ukiona unaweza kuona mapungufu, ni kwa sababu kuna neema iko juu yako. Ukichukua hatua utakuwa msaada kwenye yale mapungufu. Usisahau, andika, usisahau. Hakuna mtu asiye na kitu mwenye uwezo wa kuona mapungufu. Ama hakuna mtu ambaye hajapaka mafuta kwenye eneo fulani ataona mapungufu. Ukiona kuna mapungufu na yaona, maana yake Mungu anakuambia nimekupaka mafuta pia kwenye hilo eneo. Unaweza kuwa mbaraka, unaweza kuwa msaada. Sasa badala ya kuchukua hatua, wewe uliyepaka mafuta ya kuona madhaifu ili kusaidia, unaanza kuyasema, unawaonyesha watu wasioona yale madhaifu. Hivyo ukimsikilizaga na mwanadamu, kuna kitu kiko sawa pale, yule mchungaji, yule mwenye kiti, unaanza kuonyesha watu mapungufu ambao hawaoni. Matokeo yake unakuwa silaha ya adui badala ya kuwa silaha ya Mungu. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Elisha alilala usingizi. Ni nabii, lakini miaka 3 alikaa kimya. Familia yako inapata shida, uko kimya. Naambia watu hawafanyi kazi. No. Kwa nini wewe hauwasaidii kwenye nafasi yako? Hata kama ni kuomba, hauombei chochote. Mimi maadamu nakula na lala, kila mtu atajijua mwenyewe. Hiyo sio kauli ya mtu alipoka mafuta. Bwana asiwe. Bwana asiwe. Nisikilize, kuna pointi ya muhimu, naomba uandike. Wakati mwingine Mungu huruhusu aina ya matatizo kwenye maisha ya mtu ili kumwamsha. Sio lengo lake, sio kushughulikia hilo tatizo. Sio ushughulikie tatizo, lengo lako anataka uamke. Kuna watu leo hii wanapitia changamoto, wanafikiri shida ni changamoto, kumbe shida Mungu anataka waamke, wachukue hatua. Elisha alikuwa na ufahamu. Alipoona akida anakuja kumtoa roho, hakumshughulikia akida. Alijua akida amekuja ili mimi nishughulikie jambo fulani. Sasa watu wengi hawajui, ndio maana kuamsha. Niko hapa kukuamsha kwa jina la Yesu. Kuna mwingine mpaka sasa anaendelea kung'ang'ana na uchumi, kumbe Mungu ameruhusu uchumi ukae vibaya makusudi ili uamke katika roho. Na amekupata vizuri kwa sababu uchumi ukitikiswa tu huwa unaomba. Uchumi ukikaa vizuri hauombi. Atahakikisha uchumi wako unaendelea kusuasua. Atahakikisha. Sasa Elisha alikuwa na ufahamu wa rohoni. Badala ya kuhangaika na akida, alijua shida sio akida. Adui yangu sio akida. Adui yangu ni hii hali inayowatesa watu. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asiwe. Bwana asiwe. Aliposhughulikia tatizo, hili tatizo la akida, alishughulikiwa na majibu yaliyokuja. Hakushughulikiwa na Elisha. Bwana akupe ufunuo. Bwana akupe ufunuo. Baba, Mungu wangu, ofisi yangu sielewi, biashara sielewi. Unakesha, unafunga siku 3 unaombea ofisi. Unafunga siku 3 unaombea ada ipatikane. Kumbe shida sio ada. Shida kuna mahali ulilala. Mungu anataka uamke. Sasa unaposhughulika na kile kinachoonekana, una miss bado, na utaendelea kushughulika nacho mpaka utakapojua shida sio kile unaliona kama tatizo. Shida kuna mahali Mungu ameona umepaya, unatakiwa usimame kwenye zamu yako. Sema, Roho Mtakatifu nisaidie. Umekataa kusema, limekuhusu hilo, si ndio? Unaona watu wanatafakari, kwa wapi, mbona mimi nimepaya wapi hapa? Bwana Yesu asiwe. Unaangalia shida, unasema nimechelewa kupata nini, ajira, nimechelewa sio kitu gani.
kuna vingine Mungu anaviruhusu makusudi, anajua kuna mahali akigusa atakupata kwenye maombi. Kuna mahali akigusa ndio huwa unafunga, ndio huwa unafunga. Mimi nimebadilisha sasa system. Nikiwa sina hela sifungi. Sifungi mimi nikiwa sina hela. Haiwezekani akili yangu hiyo iwe kwenye mambo mawili, nawaza kwamba ni kweli nimefunga au ni kwa sababu sina hela ya kula. Sitaki. Kwa hiyo nikiwa na hela ya kula nafunga. Kwa ukiniona nenepa uje sina hela. Na nataka twende vice versa. Haiwezekani mimi nifunge wakati sina hela. Bwana apewe sifa. Mnaelewa ninachozungumza? Bwana Yesu asiwe. Yaani haiwezekani. Eti sina hela kwa sababu hata wiki hii nifunge ili milango ya hela ifunguke. No. Nikiwa sina hela ndo nataka nile sasa. Nile vizuri. Zikiwepo tunaanza kwa chakula. Bwana apewe sifa. Ya, jifunze. Si kila kitu ambacho unakiona ni tatizo. Kuna vingine vimekuja ili kukuamsha. Mungu anaweza sikuamsha kwa njia, na kuna wengine hata mkiota ndoto hamtii sauti ya Mungu kwa njia ya ndoto, unaipotezea. Sasa nasema okay, ngoja niweke kibano kwa wazazi. Kuna mtu anaumwa moyo wako na huyu kumpoteza siwezi. Ndio anaanza kufunga. Mchungaji, naomba tumpe moja. Nikumbuke kwenye maombi. Sema yes. Yes. Unaona mwingine anakuja kushikisha jambo. Mzigo kuomba huna kabisa. Mungu, mbona ameniambia jambo kubwa, mbona mzigo sina? Kumbe si kila mtu mwenye shida anahitaji msaada. Kuna wengine wanafundishwa na Mungu mwenyewe. Ukimya wewe na upenda. Napenda unavyokaa akili. Bwana Yesu asiwe. Nasema tena naye nakwambia, si kila mtu mwenye shida anahitaji msaada. Kuna wengine ni Mungu anawafundisha. Ukijaribu kuwa msaada wao na wewe unaingia kwenye shida yake. Unanielewa ninachokiongea? Usimsaidie Yona. Bwana apewe sifa. Utakula hasara. Ukiona kuna mtu the moment, nishawahi kuambia mfano, kuna mtu umemwahidi kwamba nikipata nitampa. Tangu ulipomwahidi ile pesa haipatikani. Mwambie ndugu, nimegairi. Usiseme endelea kunisubiria. Utasubiri na wewe mwenyewe utachelewa. Itakuwa two in one sasa. Kuna watu shida wanayopitia ni Mungu ameruhusu ili watengenezwe mahali, ili waamshwe mahali. Wewe unajifanya kuwa ndio destiny helper, msaada, mwokozi. Ana shida, naweza kukusaidia. Unashangaa tangu ulipomwahidi ile yako na mwenyewe inachelewa. Kwa hiyo yeye anaendelea kusubiri na wewe unaendelea kusubiri. Umeingia, lakini tangu mwanzo mambo yako hayaendi hivyo. Yalikuwa hayaendi hivyo. Unajiuliza what is happening? Mwangalie pembeni yako. Mwangalie, mwambie amka kwa jina la Yesu. Hebu ongea kwa sauti, mwambie amka kwa jina la Yesu. Amka kwa jina la Yesu leo. Bwana Yesu asiwe. Umejisahau mno. Mungu anakusemesha kwa ishara, haujui. Sema nitakusaidia tu. Hapana, wewe endelea kunisubiri, nitakusaidia. Mwache. Wewe sio Mungu. Hakuna mtu ambaye atakufa usipomsaidia. Umeelewa vizuri? Ndio maana kuna mtu anasema hivi, kwa nini watu wenye mioyo mizuri ndio watu ambao wanateseka kwenye maisha? Kwa sababu wanazingatia hisia zao zaidi kuliko maelekezo ya rohoni. Na mhurumia. Unafikia mwisho wa maisha wote wawili mnakuwa ni watu wa kuhurumiwa. Unaingia kwenye cycle yake ya mateso, kwa sababu unataka kumtoa mtu mahali ambapo Mungu amemweka. Unataka kumtoa mtu mahali ambapo ni Mungu aliyemweka. Kwa Mungu atakisha na wewe unapitia huo ukata wake. Unapitia hiyo crisis yake ili wote wawili msisaidike. Ili yule asitoke. Sababu umeshania, yani mimi nikipata tu nitamsaidia. Hutapata. Sio kila mtu atamsaidia. Nasema sio kila mtu akumsaidia. Bwana Yesu asiwe. Kuna mtu ambaye tutakuombea na ukimwambia Mungu mrehemu. Mungu mrehemu. Mungu mrehemu. Bwana Yesu kumwombea. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna changamoto zinakuja ili kukuamsha, haziji ili zishughulikie. Zinakuja ili kukupa, zinakuelekeza mahali pengine. Hautaki kumwelekea akida, elekea tatizo lilopo ndani ya mchi. Ukisolve tatizo, yule akida ataondoka kwenye mlango, hata winda kichwa chako, hata winda uhai wako. Bwana akupe ufunuo kwa jina la Yesu. Nimesema Bwana akupe ufunuo. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Mungu wangu, nipe watu wanaopenda maombi hapa ndani. Sema kwa jina la Yesu. Jioni ya leo na usiku wa leo ninapokea roho ya ufunuo. Roho ya ufunuo. Kwa jina la Yesu. Usiku wa leo ninapokea roho ya ufunuo. Roho Mtakatifu,
nijalie ufunuo ndani yangu katika jina la Yesu. Nipe kuona, nipe kuona kwa jina la Yesu. Simama mahali ulipo, sauti yako itoke. Nataka sauti itoke. Mimi sina amani na watu wanaoomba kikatoliki hapa. Nataka watu wanaoomba kipentekoste kwa jina la Yesu. Habakuki 2 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, maandiko yanasema, Habakuki anasema nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia. Nitasimama kwenye zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia. Manake nitakuwa macho. Mtu aliyezamu manake ni yule mtu anayewinda, anayelinda wakati wengine wamelala, anakuwa ni zamu yake. Mnasikia sawa sawa? Kusudia hivyo moyoni mwako kwamba katika familia yetu mimi nitakuwa macho kati ya watu wote. Umenisikia vizuri? Katika utumishi wangu ama katika kanisa langu mimi nitakuwa macho. Miongoni mwa watu mimi nitakuwa macho. Miongoni mwa walio macho na mimi nitakuwa miongoni mwao. Iambie nafsi yako hivyo. Umenisikia? Iambie kwa ajili ya hatima yangu nakataa kulala, nakataa usingizi, nakataa kulala kwa damu ya Yesu. Bwana apewe sifa. Yes, ili chochote kitakachokuja kwenye maisha yako uwe unakiona, uwe na taarifa nacho. Usiwe mtu wa kufanyiwa ambush na kila kitu. Unafanyiwa ambush na kila kitu. Hata sikujua nimeamka tu. No, haitakiwi. Haiwi hivyo. Mahali palipo na mlinzi, mlinzi anakuwa wa kwanza kuona, kwa sababu halali